Mdoli wa dukani. Sehemu ya 11. Ilipoishia. Haukupita muda tu mwenyewe nilikojoa. Muda huo naye Hanifa alikuwa ameshafika mlimani na Umi pia, basi nikaingia uwanjani nikachapwa mpaka nikachapika, kisha Umi naye akamalizia. Siku zote hizo tatu tulizitumia kucheza mechi na yule roboti mpaka ikafika wakati tukawa tunachukiana kwa kuoneana wivu, yani huyu hataki mwingine awe na huyu hivyo hivyo. Baada ya siku tatu kupita, mjomba alirudi na siku ya Alhamisi aliyokuja ofisini. Ilipofika majira ya saa 7 nilishangaa sana baada ya mjomba kutuita wafanyakazi wote watatu. Sura ya mjomba tu ilionyesha kuna kitu kisichokuwa cha kawaida alikuwa nacho moyoni na alitaka kutujuza. Machale yalianza kunicheza kuwa huenda mjomba amegundua mchezo wetu, lakini nikajipa moyo kuwa hakuwa na namna yoyote ambayo angeweza kufahamu. Endelea. Leo nimetumiwa email kutoka kwenye ile kampuni ya Kichina wakidai katika ile mizigo walionitumia walikosea na kunifungashia roboti aliyekuwa na uwezo mkubwa sana. Wanasema huyo roboti alitengenezwa maalumu kwa ajili ya mapenzi, yani sex roboti, na alikuwa akiuzwa kwa kiasi kikubwa sana. Sasa niwaulize wenzangu na mimi, katika kuwachunguza hao midoli mmemwona huyo wa mapenzi? Maana haya mambo yanashangaza. Wanadai ana uwezo hadi wa kuongea, alisema bosi. Hapo kidogo tukavuta pumzi ndefu kila mmoja, hali iliyomfanya bosi ahoji kunani. Mbona mmepumua kama vile kuna jambo mnafahamu? Haya, na wasikiliza. Hatukumjibu chochote mjomba zaidi ya kumwangalia na kujitadai hatufahamu kitu. Basi kama hamjamuona, ngoja nikaangalia kwenye rekodi ya nione kama kuna mtu aliwahi kuchukua mdoli hapa, maana hii ni mali ya watu na inauzwa mamilioni. Bosi aliongea maneno yaliyomshtua kila mmoja. Tuliogopa sana tukijua kama kuna siku basi matendo yote tuliyokuwa tunafanya basi lazima yataonekana kwenye video. Nilitaka kuongea kitu niyabadili mawazo ya mjomba, lakini alikuwa ameshatoka na alikuwa akiufungua mlango wa chumba cha ofisi yake na kuingia. Baada bosi kuingia, ukimya ulipita kati yetu, na ndipo nilipowaambia Hanifa na Umi kuwa kila kitu kikijulikana basi tuseme ni huyo roboti alitushawishi kwa nguvu za ajabu. Ingawa lilikuwa wazo la kitoto, wenzangu walilikubali, na baada kama ya dakika 40 hivi mjomba alirudi akiwa amebeba laptop yake. Hapo mapigo ya moyo yalianza kutudunda, woga ukatutawala. Hatukuweza kumwangalia mjomba usoni, tuliona aibu sana. Tulijua moja kwa moja bosi ameona kila kitu tulichokuwa tunafanya na roboti Matthew. Bosi alifika akaweka laptop juu ya meza na kutuangalia. Itaendelea.